Mambo vipi rafiki yangu? Uko poa? Mimi niko fresh zaidi ya jana. Sasa leo nimekuja na mada nzuri yenye mafunzo ndani yake. Naamini utaenjoy. Kaa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kabla hatujaendelea na chakula chetu cha leo, fanya kubonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele hapo chini. Lakini usisahau kulike na kucomment, utakuwa umetisha sana. Unajua kuna watu wanaamini mapenzi ni bahati. Wengine wanasema ni pesa, na wengine wanahisi ni muonekano tu. Lakini ukweli halisi ni kwamba kuna mambo ya msingi kabisa ambayo ukiyafanya kwa usahihi yanaweza kumfanya mwanamke yeyote umvutie kwa kiwango kikubwa sana. Haya sio mambo ya kuigiza wala ya muda mfupi. Ni tabia na mienendo ambayo hujengwa na kuonekana kila siku. Katika video hii nitakushirikisha vitu muhimu sana ambavyo vinafanya mwanamke ajisikie kuvutiwa na wewe, kukuamini na hatimaye kutaka uwe sehemu ya maisha yake muda wote. Hizi ni mbinu ambazo hazihitaji pesa nyingi wala nguvu kubwa, bali zinahitaji uelewa, nidhamu na uhalisia wako. Hakikisha unatazama mpaka mwisho kwa sababu kila point ina uzito wake. Namba 1, muheshimu kwa dhati. Heshima ni msingi mkubwa sana katika mahusiano yoyote yale. Mwanamke anapohisi anaheshimiwa, anaanza kujenga hisia za karibu na wewe bila hata kulazimishwa. Heshima haimaanishi kumwogopa, bali kumthamini kama binadamu mwenye hisia na thamani yake. Unapoongea naye kwa sauti ya staha, unamsikiliza bila kumkatiza na unajali mawazo yake, anajiona yupo salama kwako. Wanawake wengi wanachoka na wanaume wanaowachukulia poa au kuwadharau hadharani na hata faraghani. Heshima pia inaonekana kwenye namna unavyomtambulisha kwa wengine, kama unajivunia kuwa naye au unamficha. Kadri unavyompa heshima ya kweli, ndivyo anavyozidi kukuona kama mtu tofauti. Mwishowe, anajikuta na kuvutiwa kwa sababu unampa kile ambacho wengi hawampi. Namba 2, msikilize kwa makini. Kusikiliza ni zaidi ya kukaa kimya wakati mtu anaongea. Mwanamke anahitaji kuhisi kuwa unasikiliza kwa nia ya kumuelewa, sio kusubiri zamu yako ya kujibu. Unapomsikiliza kwa makini, unapata nafasi ya kuelewa hisia zake, changamoto zake na hata ndoto zake. Hii inakupa nafasi ya kujenga connection ya ndani zaidi. Wanawake wengi wanathamini sana mwanaume anayewapa muda wake bila kuwavuruga na simu au vitu vingine. Ukionyesha interest kwenye mazungumzo yake, anahisi kuwa ni muhimu kwako. Hii humfanya ajisikie huru kufunguka zaidi. Kadri anavyofunguka, ndivyo ukaribu unavyozidi kuongezeka. Hapo ndipo hisia zinaanza kujengeka kwa nguvu. Namba 3, muonyeshe ujasiri. Ujasiri ni moja ya vitu vinavyovutia sana kwa mwanaume. Mwanamke anapenda mwanaume anayejua anachokifanya na anachokitaka maishani. Kujiamini kwako kunaonekana kwenye lugha ya mwili, namna unavyoongea na maamuzi unayofanya. Hii haimaanishi kuwa mkali au jeuri, bali kuwa na msimamo thabiti. Wanawake wengi wanavutiwa na mwanaume ambaye ana direction ya maisha. Ujasiri pia unamaanisha kutokata tamaa kirahisi na kusimamia kila unachoamini. Unapokuwa na confidence, unampa mwanamke hisia ya usalama. Anaanza kukuona kama mtu anayeweza kumuongoza na kumlinda. Hii inachangia sana kuongeza mvuto wako kwake. Namba 4, mfanye ajisikie salama. Usalama ni kitu ambacho kila mwanamke anakihitaji, iwe ni kimwili au kihisia. Mwanamke anapohisi yupo salama na wewe, anaanza kukuamini kwa kiwango kikubwa sana. Usimfanye awe na wasiwasi kuhusu nia yako au uaminifu wako. Epuka michezo ya kihisia, uongo au vitendo vinavyoweza kumuumiza. Badala yake, kuwa mtu anayempa utulivu na amani ya moyo. Wanawake wanathamini sana mwanaume ambaye hawahisi stress wanapokuwa naye. Ukimpa mazingira ya amani, atajikuta anataka kuwa karibu nawe mara nyingi zaidi. Hii inajenga msingi imara wa mapenzi ya kweli. Namba 5, kuwa mwelewa. Kuwa mwelewa kunamaanisha kujua kwamba mwanamke ana hisia zinazobadilika kama binadamu mwingine yoyote. Kuna siku atakuwa na furaha na kuna siku atakuwa na huzuni au hasira. Usichukulie kila kitu kama shambulio binafsi. Jifunze kusoma mood zake na kujua lini anahitaji faraja au nafasi. Hii inaonyesha kiwango chako cha ukomavu wa kihisia. Mwanamke anapogundua kuwa unamuelewa, anaanza kukuamini zaidi. Anaona kuwa uko upande wake, sio dhidi yake. Hii huongeza ukaribu na kuimarisha uhusiano wenu. Mwishowe, anajikuta anakuhitaji zaidi kwa sababu unampa faraja ya kweli. Namba 6, mtanie kwa akili. Ucheshi ni njia nzuri ya kuvunja ukimya na kujenga ukaribu. Mwanamke akicheka akiwa na wewe, anaanza kuhusisha uwepo wako na furaha. Hata hivyo, ni muhimu kujua mipaka ya utani wako. Usitumie maneno ya kumdhalilisha au kumuumiza. Lengo ni kumfanya ajisikie huru na kufurahia uwepo wako. Moments za kucheka zinabaki kwenye kumbukumbu kwa muda mrefu. Hizi ndizo kumbukumbu zinazomfanya akukumbuke hata usipokuwepo.
Kadiri unavyoweza kumfanya acheke, ndivyo unavyozidi kuwa na nafasi moyoni mwake. Ucheshi mzuri hujenga hisia za karibu kwa haraka. Namba 7, mweke kwenye priority. Mwanamke anataka kujua nafasi yake katika maisha yako. Ukimfanya ajisikia kama option, ataanza kupoteza interest taratibu. Lakini ukimpa muda wako na kumthamini, anaona thamani yake kwako. Hii haimaanishi uache maisha yako mengine, bali uonyeshe kuwa yeye ni muhimu. Balance ni muhimu ili usionekane unamlazimisha au unamtegemea kupita kiasi. Wanawake wanapenda mwanaume anayewajali, lakini bado ana maisha yake. Ukimweka kwenye priority kwa njia sahihi, anajisikia salama na kuthaminiwa. Hii inamfanya ataki kuwa karibu nawe zaidi. Namba 8, jali muonekano wako. Muonekano wako ni kitu cha kwanza kinachoonekana kabla ya tabia zako. Mwanamke anavutiwa na mwanaume anayejitunza. Hii haimaanishi uwe tajiri, bali uwe nadhifu na msafi. Nguo safi, mwili safi na harufu nzuri vinaongeza mvuto wako kwa kiasi kikubwa. Hii pia inaonyesha kuwa unajiheshimu. Mwanamke anapokuona unajitunza, anapata picha kuwa unaweza hata kumjali yeye. Muonekano mzuri huongeza confidence yako pia, na confidence hiyo inaonekana wazi kwake. Hii huongeza nafasi yako ya kuvutia zaidi. Namba 9, muwe mtu wa mipango. Mwanamke anapenda mwanaume anayejua anapoelekea. Kuwa na malengo na mipango ya maisha kunaonyesha kuwa wewe ni serious. Hata kama bado haujafika mbali, jitahidi kuwa na direction. Wanawake wanatafuta stability kwenye maisha yao. Ukionyesha kuwa una ndoto na unazifanyia kazi, anaanza kukuona kama mtu wa maana. Hii inamfanya akuone kama mtu anayefaa kuwa naye kwa muda mrefu. Mipango yako inampa matumaini ya kesho, na mwanamke akiona kesho yenye uhakika, anakaa karibu nawe. Namba 10, mpe nafasi ya kuwa yeye mwenyewe. Kila mtu anahitaji uhuru wa kuwa alivyo. Usimlazimishe kubadilika ili akufurahishe. Mwanamke anapopata nafasi ya kuwa yeye mwenyewe, anajisikia huru zaidi. Hii humfanya awe comfortable na wewe. Over control inaweza kumchosha na kumfanya ajiondoe. Mpe nafasi ya kuwa na maisha yake binafsi pia. Hii inaonyesha kuwa unamheshimu kama mtu kamili. Kadri anavyohisi uhuru huo, ndivyo anavyokuthamini zaidi. Mwishowe, anachagua mwenyewe kubaki karibu nawe. Namba 11, muwe mtu wa ahadi. Uaminifu ni nguzo muhimu sana kwenye mapenzi. Ukisema utafanya kitu, hakikisha unakifanya. Ahadi hewa zinaharibu imani haraka sana. Mwanamke anapogundua kuwa anaweza kukuamini, anaanza kufungua moyo wake. Consistency yako ndiyo inajenga trust. Bila trust, mapenzi hayawezi kudumu. Hii inahitaji nidhamu na uwajibikaji. Kadri unavyoonyesha kuwa wewe ni mtu wa neno lako, ndivyo anavyozidi kukuamini. Hapo ndipo mapenzi ya kweli yanaanza kujengeka. Namba 12, muonyeshe upendo kwa vitendo. Maneno ni mazuri, lakini vitendo vina nguvu zaidi. Mwanamke anahitaji kuona unachosema kinathibitishwa na matendo yako. Msaada mdogo, kujali hali yake, au kumfanyia jambo la kumfurahisha vina maana kubwa sana. Hata vitu vidogo vinaweza kumgusa sana. Hii inaonyesha kuwa unamjali kwa vitendo, sio kwa maneno tu. Wanawake wanathamini gestures ndogo ambazo zinatoka moyoni. Kadri unavyofanya hivi mara kwa mara, ndivyo wanavyozidi kukuthamini. Mwishowe anajikuta anakupenda kwa dhati. Namba 13, mujue na kumkubali. Hakuna mtu mkamilifu duniani. Mwanamke anahitaji kukubalika alivyo. Usijaribu kumbadilisha ili akufae wewe. Badala yake, jifunze kumwelewa na kumkubali. Hii inamfanya ajisikie salama zaidi. Anajua hatalazimishwa kuwa mtu mwingine. Kadri unavyomkubali, ndivyo anavyofunguka zaidi. Hii hujenga uhusiano wa kweli na wa kina. Na uhusiano wa kweli huwa na nguvu zaidi. Namba 14, muwe na subira. Mapenzi yanahitaji muda kujengeka. Usikimbilie mambo kabla ya muda wake. Mwanamke anahitaji nafasi ya kukujua vizuri. Subira inaonyesha kuwa uko serious, sio mtu wa haraka haraka. Hii inajenga trust kwa kiwango kikubwa. Ukikimbilia, unaweza kumfanya ajisikie pressured, lakini ukimpa muda, anajisikia comfortable. Kadri muda unavyopita, hisia zinakuwa imara zaidi. Subira ni silaha kubwa sana kwenye mapenzi. Namba 15, mufanye ajisikie peke yake. Kila mwanamke anataka kujisikia special. Usimfanye ajisikie kama ni mmoja wa wengi. Mpe attention ya kipekee inayomtofautisha na wengine. Hii inaweza kuwa kupitia maneno, vitendo au muda wako. Mwanamke akihisi ni wa kipekee, anajenga hisia za ndani zaidi. Hii inamfanya ajione ana nafasi muhimu katika maisha yako, na mtu anapojiona hivyo haondoki kirahisi.
Hii huongeza attachment kwa kiwango kikubwa. Namba 16, muwe na mawasiliano mazuri. Mawasiliano ni msingi wa uhusiano wowote. Usipotee bila sababu au kuacha kumjulisha mambo muhimu. Ongea naye kwa uwazi na heshima. Hii inasaidia kuepuka misunderstandings. Mwanamke anapenda kujua kinachoendelea. Communication nzuri hujenga ukaribu mkubwa sana. Inafanya uhusiano uwe rahisi na wenye afya. Kadri mnavyozungumza vizuri, ndivyo mnavyozidi kuelewana. Namba 17, muwe na nia njema. Nia yako inaonekana kupitia matendo yako. Kama una nia mbaya, mwanamke atagundua mapema au baadaye. Lakini ukiwa na nia safi, inajenga imani kubwa. Mwanamke anahitaji kujua kuwa haumchezei. Hii humfanya akuamini na kufungua moyo wake. Nia njema huleta utulivu kwenye uhusiano. Inafanya kila kitu kiwe cha kweli. Kadri unavyoonyesha uhalisia huo, ndivyo anavyozidi kukupenda. Namba 18, muwe na standards. Kuwa na mipaka na misingi yako ni muhimu sana. Usikubali kila kitu ili tu umpendeze. Mwanamke anaheshimu mwanaume mwenye msimamo. Hii inaonyesha kuwa unajithamini. Standards zako zinakuweka kwenye nafasi ya kuheshimiwa zaidi. Mwanamke anapokuona una mipaka, anaanza kukuona tofauti. Hii huongeza mvuto wako kwake. Pia inalinda heshima yako katika uhusiano. Namba 19, mfanye ajivunie kuwa nawe. Mwanamke anapenda kujivunia mwanaume wake mbele ya wengine. Hii inaweza kutokana na tabia zako, mafanikio yako au namna unavyomjali. Ukifanya vitu vinavyoongeza thamani yako, anajisikia fahari kuwa na wewe. Hii huongeza attachment yake kwako. Anapojivunia, anakuwa tayari kulinda uhusiano wenu. Hii ni ishara ya mapenzi ya kweli. Kadri unavyoendelea kuwa bora, ndivyo anavyozidi ukuthamini. Namba 20, kuwa wewe mwenyewe. Uhalisia ndiyo kitu cha muhimu zaidi. Usijifanye mtu mwingine ili umpate. Mwanamke akigundua umeigiza, ataondoka. Lakini ukiwa wewe halisi, anajua anachopata. Hii inajenga uhusiano wa kweli. Uhalisia huleta amani na uhuru. Mwanamke anapokupenda, anapenda wewe ulivyo. Hii ndiyo njia ya kudumu ya mapenzi. Mwishowe, ukweli huwa unashinda. Hitimisho. Mwisho wa siku, hakuna njia ya kumlazimisha mtu akupende, lakini ukiwa mtu mwenye maadili, heshima na uhalisia, unakuwa na mvuto ambao ni wa asili kabisa. Mambo haya yakifanywa kwa dhati, yana uwezo mkubwa wa kujenga mapenzi ya kweli na ya kudumu. Sasa, swali linabaki kwako. Ni mambo mangapi tayari unayafanya katika maisha yako? Na ni lipi utaanza kuliboresha kuanzia leo? Kumbuka, mabadiliko yanaanza na wewe mwenyewe. Kama umeipenda video hii, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Na kwenye comments niambie, ni dalili ipi umewahi kuiona au kukutana nayo kwenye maisha yako? Asante, tukutane kwenye video inayofuata.